Hallelujah. Amen. So all the glory goes back to Jesus, right? Kwa hiyo utukufu wote unarudi kwa Yesu. One thing I want to remind you. Kitu kimoja ninachotaka kukukumbusha. Nabii alikuwa anaongoza maombi mazuri sana hapa. He was leading very good prayers, the prophet of God. Last time nilikuwa na meditate. Napenda sana kureflect. Mimi huwa napenda kutafakari na kurudi nyuma. It's good to pray. Ni vyema kuomba. It's good to jump around. Ni vyema kuruka. But it is even more wise. Ni hekima zaidi to reflect, kutafakari and meditate. Right? Kufikiria. Last time I saw in the Bible this kind of prayer. Niliona mara mwisho maombi haya, aina hii ya maombi. The prophet Moses. Nabii Musa. Right? Yes. When he prayed such kind of a prayer. Alipohubiri mahubiri ya namna hii. A prayer of one accord. Maombi ya nia moja. The land splitted. Ardhi iligawanyika. And people were swallowed physically. Na watu wakamezwa kiuhalisia. Physically. Kiuhalisia kabisa. Second time. Mara ya pili. In the Act of Apostles. Katika Matendo ya Mitume. The book of Acts. Kitabu cha Matendo. They prayed in one accord. Waliomba kwa nia moja. Apostles. Mitume. Of the mighty God. Wa Mungu mkuu. You know what happened? Unajua nini kilitokea? Heavens broke loose. Mbingu zilifunguka. And something strange happened. Na kuna kitu cha ajabu kilitokea. Something in Greek. Kitu fulani cha Kigiriki. They call it pneuma. They call it pneuma. Wanakiita luma. The other translation of Greek. Tafsiri nyingine ya Kigiriki. The Greek Bible. They call it wanaiita Allos Parakletos. Comforter. Mfariji. The Hebrew Bible. Biblia ya Kiebrania. They call him Ruach. English Bible. Kitabu cha Kiingereza. They call him Holy Spirit. Wanamuita Roho Mtakatifu. They prayed in one accord. Waliomba kwa nia moja. Heaven broke loose. Na mbingu ikafunguka. And then the Holy Spirit. Alafu Roho Mtakatifu came down. Akashuka. The power. Nguvu. His energy. Nguvu yake. His aura. His fire. Moto wake. Malebroska. To say victory is ours in one word. Kusema ushindi ni wa kwetu kwa neno moja. Is one word. Ni neno moja. But when you find someone. Unapomkuta mtu. Has the ability. Ana uwezo. And the confidence. Na kujiamini. To say victory is must. Kusema ushindi ni lazima. Be careful of such kind of a person. Kuwa makini sana na mtu aina hiyo. He knows what he's saying. Anajua anachokisema. Must. Lazima. No options. Hakuna option nyingine. Must. Ni lazima. On cameras. Kwenye kamera. He's my brother. Huyu kakangu. He is a prophet of God. Yeye ni nabii wa Bwana. I don't joke with that side of a prophet. Mimi sitani kabisa na upande wa nabii. I don't joke. Sitani kabisa. I am a prophet too. Mimi ni nabii pia. So I know. Kwa hiyo ninajua the authority that a prophet carries. Mamlaka ambayo nabii anayabeba. He can finish you in a joke. Anaweza kukumaliza katika utani. He can finish your destiny. Anaweza kuimaliza as a joke. Kama utani. But one word from a prophet. Lakini neno moja kutoka kwa nabii can change your entire generation. Linaweza kubadilisha uzao wako wote. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are you hearing me? Mnanielewa? Prayer. Maombi in one accord. Ya nia moja. Powerful ever. Yana nguvu sana. I've never seen. Sijawahi kuona a dangerous level of prayer. Kiwango cha hatari cha maombi. As a prayer of one accord. Kama maombi ya nia moja. One accord. Maombi ya nia moja. Congratulations. Hongereni.
I love you guys. Ninawapenda. I am praying for you. Ninawaombea. But one thing I want you to remember. Lakini kitu kimoja ninachotaka mkumbuke. I'll leave you with one word. Ninawaacha na neno moja. The prophet spoke of many books. Nabii amezungumzia vitabu vingi. In heaven. Mbinguni. There is a book of life. Kuna kitabu cha uzima. Then other books. Na kuna vitabu vingine. There is a book written Alpha Mazengo. Kuna kitabu kimeandikwa Alpha Mazengo. A book written Diana. Kuna kitabu kimeandikwa Diana. A book written Edina. Kitabu kimeandikwa Edina na Diana. Written Isabel. A book written Naomi. Kimeandikwa Naomi. Written Luke. Kimeandikwa Luka. Written Jackie. Kimeandikwa Jackie. Have your book. Kitabu chako. One day, kwa siku moja, I want you to go and reflect. Nataka tu uende ukatafakari. As I said earlier, kama nilivyosema mapema, it is good to pray. To pray. Unaenda kuomba. It is good to pray. Ni nzuri kuomba. It is good to jump around. Ni nzuri kuruka. Oh, hallelujah. I receive it. Ninapokea. But still, lakini bado pia, it is even wise. It is very wise. Ni hekima zaidi to reflect. Kutafakari. Especially this word. Hasa neno hili that I'm telling you right now. Ambalo ninakwambia sasa. Books. Vitabu. You have your book. Unacho kitabu chako. In heaven. Mbinguni. One day, siku moja, you will stand before the Lord Jesus Christ. Utasimama mbele ya Bwana Yesu Kristo. He will tell you this. Atakwambia hivi. I gave you a prophet. Nimekupa nabii. I gave you salvation. Wokovu. I gave you salvation. Nilikupa wokovu. But it did not end there. Lakini haikuishia tu hapo. I gave you a destiny helper. Nilikupa msaidizi wa hatima. A prophet. Nabii. A prophet. Nabii. A prophet. A genuine. Nabii halisi. Prophet. Nabii halisi. What have you done? Je, umefanya nini? With your Christianity. Na Ukristo wako. Easy. Kirahisi tu. That question. Swali hilo. You will remember me. Utanikumbuka. On that day. Kwenye hiyo siku. Before the Father. Mbele ya Baba. You remember this statement. Utakumbuka. He will ask you. Utakuuliza. What have you done? Je, umefanya nini? With your Christianity. Na Ukristo wako. Never forget that word. Usisahau hilo neno. What have you done with what? Umefanya nini na Ukristo wako? With your Christianity. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May the Lord give you understanding. Na Mungu awape uelewa. Tomorrow we prophesy. Kesho tutatabiri. Tomorrow we pray for the sick. Kesho tutaombea we prophesy. Na tutatabiri. Hallelujah. Amen. Tell a friend that prophets are in Dodoma. Kwamba manabii wako Dodoma. Double for trouble. Can you celebrate the Lord? Satan is in a trouble. Kai. Sijakuboa. I haven't bored you yet. Nilichokuambia kinaleta maana. What I told you makes sense. Prayer of one accord. Maombi ya nia moja. Is a dangerous level of prayer. Ni kiwango cha hatari cha maombi. Heaven has no option. Mbingu haina namna. But to respond. Zaidi ya kujibu. But to respond. Zaidi ya kuitikia. Second thing. Kitu cha pili. What have you done? Je, umefanya nini? With your Christianity. Na Ukristo wako. You have salvation. Una wokovu. You have the Holy Spirit in you. Una Roho Mtakatifu ndani yako. Still you have Christ in you. Na bado una Kristo ndani yako. Still you can call the Father through the name of Christ by the fire of the Holy Spirit. Unaweza kumuita Baba kupitia Roho Mtakatifu. Kupitia jina la Kristo. And through the name of Christ. Na Roho Mtakatifu ukadhihirisha vitu kwenye maisha yako. And you can manifest things in your life. What have you done with your Christianity? Je, umefanya nini na Ukristo wako? Yeah? And that's why I started by telling you. Na ndo maana nilianza kwa kuambia. Don't be fooled. Msilagaike. With a nice watch. Na saa nzuri. Don't be fooled. Usilagaike. With a Range Rover. A Range Rover. Don't be fooled. Msilagaike. With this nice suit. Na hizi suti nzuri. Eh? Yes. Don't be fooled. Usilagaike. Prophet is tall, handsome boy. Nabii ni mrefu mtanashati. Don't be fooled. Usilagaike. All those things. Hivyo vitu vyote. Are vanity. Vinaisha. Vanity. Batili. Ni batili. What matters? Kinachojalisha. Is your spirit. Ni roho yako. Your eternal life. Maisha yako ya milele. What you are seeing in the life of a prophet. Unachokiona kwenye maisha ya nabii. God allows you to see. Mungu amekuruhusu kukiona. Because kwa sababu you can be
unaweza kuwa. Whatever that you are seeing in the life of a prophet, chochote unachokiona kwenye maisha ya nabii is a reflection of you. Ni reflection yako. That's where you're supposed to be. Hapo ndipo unapotakiwa kuwa. That is where you're supposed to go. Hapo ndipo unapotakiwa kwenda. But never forget, lakini kama usisahau, one day he will ask you, siku moja atakuuliza, I gave you a prophet, nilikupa nabii, I gave you health, nimekupa afya, I gave you a good family, nilikupa familia nzuri, I gave you a good church, nilikupa kanisa zuri. not just a prophet, a genuine, na sio tu nabii, ni nabii halisi that flows in the prophetic, ambaye anatiririka katika unabii. not only a prophetic, na sio tu kinabii, but angelic as well. lakini pia akimtembea kimalaika. He gave you angels, nilikupa malaika. not only he gave you angels, na sio tu nilikupa he malaika, also gave the name of your angel. nilikupa hata jina la malaika. What have you done with your Christianity? Umefanya nini na Ukristo wako? By that time, wakati huo, you will not be able to lie. Hautakuwa na uwezo wa kudanganya. Why? Kwa nini? Kwa sababu utakuwa umesimama mko wawili. You'll be just standing the two of you. Atakuwa alpha hapa. Alpha you here. Alafu roho ya alpha and the spirit of alpha itasimama mbele ya alpha. Comes and stands before. Kwa alpha atashangaa wako wawili. So now he will be amused there are two of them. Mmoja ni huyu wa mwilini. Mwingine ni roho inatoka. The physical and the one is ukijitetea mwilini, when you defend yourself in this, roho haiwezi kukutetea. Now the spirit, kwa sababu roho ni sehemu ya Mungu ndani yako. Because the spirit is the part of God. Itaongea ukweli. It shall speak the truth. Alpha hii siku ilikuwaje? 1 2 3 roho inasema no. And the spirit says no. He's lying. Anadanganya. Unaangalia anayekuchomea kwa Mungu. Now you look at the one ni wewe mwenyewe pacha wako. Accusing you, that will be your twin. Siku inayotisha, the most scary day, sio siku ya kuingia kwenye ziwa la moto. It's not the day of entering fire. It's a lie. Huo ni uongo. They've lied to you. Walikudanganya. They have lied to you. Wamekudanganya. Siku ya kuingia kwenye ziwa la moto, the day of entering sio the fire, siku ambayo inauma. It's not the most painful umeshakata tamaa, haiwezekani tena. Because you've already given up, it's impossible. Siku inayouma, the most painful day, ni siku ambayo unakaa mbele za Mungu unajitetea. Is the day that you are going to defend yourself. Unatendea kazi Ukristo wako chochote. You're defending everything. Alafu yule aliyekuumba, and the one created you, and the one created anakuambia sikujui, is saying that he does not know you. Hiyo ndio inauma. That one is the most painful. Sio kwenda kule. Not going there. Kule there ni matokeo ya kukataliwa mbele za Mungu. It is the result of being rejected before the Lord. God bless you guys. Mungu awabariki. I love you. Mimi